kabisa, yeyote anayezaliwa na mwanamke ni mtenda dhambi. Amen. Na Mungu anatupenda sisi zote. Na Mungu ni Mungu wa watu wote, ni Mungu wa kabila zote, ni Mungu wa watu wote. Pamoja na dhambi zetu, Mungu anatupenda. Amejaa upendo, amejaa rehema. Ndiyo maana anatupa uhai. Ndiyo maana anatupa hewa. Ndiyo maana hata jua likiwaka linawaka kwa kila mtu. Mvua ikinyesha inanyesha kwa kila mtu, kwa sababu pamoja na kwamba tumemuasi Mungu, anatupenda. Mimi leo nataka nikwambie juu ya upendo wa Mungu, na nataka nitoe ushuhuda wangu, kwa sababu hakuna mtu anaweza akabisha ushuhuda. Nilikuwa mwanamke wa kawaida, mwanamke mbaya. Halo. Mimi sitaki kusema ya mwingine kwa sababu sijui. Mimi najua ya kwangu kwamba nilikuwa mwanamke mwenye dhambi, nilikuwa mwanamke ambaye hana heshima, nilikuwa mwanamke ambaye ni wa kawaida. Kwa kujua kunata, nilinata. Na ukiniangalia vizuri sasa hivi mimi ni bibi wa wajukuu 14. Sasa unafikiri nilikuwa namna gani wakati nilikuwa kijana miaka 20, miaka mpaka 34? Nilikuwa mrembo, hata kama utakataa, na hivyo mrembo mwenye pesa anaringa. Na mume wangu alipata shida sana, maana nilikuwa namwambia niguse uone. Nampeleka polisi, si pesa inaongea. Lakini sasa nataka nikwambie kama alipokuwa anasema huyu kijana, ngoja niongea kwangu mimi. Mimi nilikuwa ni mwanamke mrembo lakini mwenye dhambi. Mwenye pesa lakini mwenye dhambi. Lakini Mungu kwa jinsi alivyotupenda, maana dhambi iliingia duniani na mwanadamu mmoja, Adamu. Kwa hivyo wote wanaozaliwa kwa Adamu wote ni watenda dhambi. Hakuna mtu anaweza kusema mimi ni mtakatifu. Na hakuna utakatifu kwa namna yoyote ile, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kuwa mtakatifu nje ya mpango wa Mungu. Na kama dhambi ilipoingia duniani na mtu mmoja ambaye ni Adamu, babu yetu, ambaye amezaa dunia yote, watu wote wametokana na Adamu. Hakuna awe mzungu, awe kabila gani, wanadamu wote tunafanana. Kwa hivyo inaonyesha kwamba yuko Mungu mmoja ambaye ameumba wanadamu wote. Tunaweza kutengwa na dini zetu, lakini yuko Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi. Sasa nikwambie, pamoja na uzuri wangu, pamoja na utajiri wangu, nilikuwa ni mwanamke mwenye dhambi. Ngumi mkononi. Amen. Yule baba alikuja Kenya, akaona mrembo. Alipoona mrembo, si nyinyi wanaume mnaangaliaga sura za juu ya juu tu, ukiona tu meno hayo, nywele hizo, mguu huo, sijui nini. Akaona yule mchanga, akaona hii siachi. Kachukua kaleta Tanzania. Hakujua amechukua bondia. Kwa kwanza kunipiga kofi, nilikamatia mkono juu. Tukapigana. Nyumba yetu ilikuwa inaitwa Kosovo. Lakini nataka nikwambie kweli, mtu wa Mtwara, kwamba Yesu anabadilisha watu. Amenibadilisha mimi. Niliyekuwa mwanamke mbaya, niliyekuwa mwanamke ambaye hana heshima, niliyekuwa mwanamke mwenye matatizo mengi. Siku moja mume wangu aliniambia, una matatizo mengi kuliko pombe ya kienyeji. Pamoja kali hivi, nimekuletea habari njema. Yuko anayebadilisha. Kama dhambi ilipoingia dunia na mwanadamu mmoja, na neema na wokovu ziliingia na mtu mmoja ambaye ni Kristo Yesu, aliyeenda msalabani, akapigwa, akadhihakiwa, akavuliwa nguo katikati ya njia, akafanywa dhihaka zote, akavishwa taji ya miiba, mimi na wewe tuokolewe. Akalipa deni ya kila mmoja mwenye dhambi. Na ndio maana kijana huyu anasema dawa ya dhambi ni Yesu Kristo. Na Biblia inasema hivi, ukimkataa Yesu umekwisha hukumiwa. Lakini habari njema, hujafa bado. Wewe mwenyewe bado uko hai. Mwenye ambaye ana hatari sana ni yule anayekufa bila kumpokea Yesu.